Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Ni siku nyingine tena iliyompendeza Bwana ambaye ametupa neema na kibali kuiona siku ya leo, tukiamini ya kwamba si kwa nguvu zetu, si kwa akili zetu, bali ni kwa neema ya Mungu ambaye ametupatia kuiona siku ya leo. Nami siku hii ningependa tushirikiane nanyi neno la Mungu, na tunalo somo linalohusu habari ya hatima. Na nipende kusema kwamba hatima ya mtu mara zote huwa inamtegemea mtu mwenyewe. Jambo la kwanza, nipende tujifunze nini maana ya hatima. Hatima ni kusudi la Mungu ambalo amemuumba nalo mwanadamu. Tukimaanisha ya kwamba kila mwanadamu ayaye yoyote ambaye ameumbwa na Mungu, liko kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake ili aweze kulitimiza anapokuwa katika ulimwengu huu. Kwa hiyo nipende tushare hilo neno la habari ya hatima. Na tutaenda kujifunza kupitia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15 hadi wa 17. Tunazungumzia habari ya neno wakati Mungu alipofanya uumbaji wa ulimwengu na ikafika wakati akamuumba huyu mwanadamu. Lakini katika kumuumba mwanadamu liko kusudi ambalo Mungu amemuumbia huyu mwanadamu. Na Mungu akamuumba Adam pamoja na Eva. Lakini Adam alimpa kusudi ambalo anatakiwa aliishi ili kufika kwenye hatima yake. Na kusudi hilo akampa maagizo ambayo akamwambia matunda yote waweza kula, lakini matunda ya mti wakati usile, kwa maana siku utakayokula hakika utakufa. Kwa hiyo kutokula au kula kulimtegemea Adam. Haijalishi Adam alikuwa na mke ambaye ni Eva, lakini hakutakiwa kumsikiliza mke, kwa sababu kama ni kusudi ni Mungu ameweka ndani ya Adam. Kwa hiyo Adam alitakiwa asikilize kile ambacho Mungu amemuelekeza ili aweze kufika katika lile kusudi. Kilichotokea, Adam alishindwa kufika kwenye kusudi ni kwa sababu ya maamuzi yake. Na siku zote ili ufike katika hatima iliyo bora ambayo Mungu amekuandalia, lazima uwe na maamuzi yaliyo sahihi. Na katika hayo maamuzi yanakutegemea wewe. Ni kweli kuna jamii inatuzunguruka, kuna watu wanatuzunguruka, kuna hali ambayo tunaona imetuzunguruka, lakini hiyo isiwe kigezo cha kusababisha wewe usifike katika lile kusudi ambalo Mungu ametuumbia. Kwa hiyo tunaona hapa Adam ameshindwa kufika katika lile kusudi kwa sababu tu alisikiliza maamuzi ya mtu mwingine. Lakini laiti angesimamia maamuzi yake, asingaliweza kufika kwenye hatua ya kuondolewa katika lile kusudi ambalo Mungu alimuumbia. Kwa hiyo ninataka nikushauri tu, mtu awaye yoyote, jua kabisa liko kusudi ambalo Mungu amekuandalia uweze kuliishi. Na uweze kuliishi hilo kusudi, au uweze kufika kwenye yale malengo ambayo umejipangia wewe kama wewe, au Mungu ambao ameandaa ndani yako, lazima uwe na msimamo ambao huo msimamo wewe ndio kama wewe inabidi usimamie uweze kufika kwenye lile ambacho Mungu amekusudia kufika. So nipende kukushauri penzi mtazamaji kwamba kuwa makini na maamuzi yako. Mara nyingi watu wengi wanaingia kwenye uharibifu, wanaingia kwenye mateso, wanaingia kwenye uonevu kwa sababu tu wameshindwa kujisimamia wao kama wao. Kwa hiyo nipende kushauri maamuzi yako ni ya sahihi siku zote ili kufika katika kusudi lako. Basi naomba tukutane tena kwa mara nyingine, na kipindi chetu tutakuwa tunarusha, itakuwa ni challenge hour ambao tutakuwa tunarusha kuanzia saa 7 mchana. Kwa hiyo nipende kukaribisha sana, utakuja kuangalia kwenye YouTube zetu za CAG Nguvu ya Neema katika Kristo. Utaenda kutafuta pale na utatupata. Karibu sana, na Mungu akubariki.